Oya, Buifast Cargo ndo habari ya mjini. Oman tu Dubai, Dubai tu Tanzania, Tanzania tu Oman. Buifast Cargo ndo kampuni pendwa, kampuni yenye uwaledi, kampuni yenye kuleta fursa. Doto, umetunyosha sana. Vipi sasa kuhusiana na kanzu? Kila mtu alikuwa anabadilisha kanzu, mbona tuzioni? Ngoja nikwambie, mimi mkubwa bwana, kwa hiyo nisibebe mgongoni. Ndio kama Isa hivyo kwa ananiuliza, kanzu mbona tuzione? Kwa hiyo nisibebe mgongoni, nitembee nazo. Hizi nimetoka nazo Dubai, nyinyi bora chini tumeziona. Sasa kanzu sinabadilisha. Nimerudi kwa kanzu langu la zamani hili. Mimi maisha yangu si ya ukweli. Mwingine saizi katoka Dubai angekuwa anashinda Mikocheni, Masaki. Mimi ndio kwanza niko chini ya mwembe hapa napiga kelele miguu ina vumbi. Kanzu langu hili hapa kama vile na miaka 80 kumbe nina 60. Doto, tunakumbuka ulituonesha visa ya msanii wako kwamba ulisema this time unaenda naye Dubai. Ndio safari inaondoka naye. Visa yake kipindi kile ilikuwa longolongo, si unajua ile tukachelewa muda tukazuiliwa watu wengi wa huko kule ya kule. Nadhani mlikuwa mnaona vile vitu tusivitaje. Kwa hiyo visa ikaisha. Kwa hiyo tumemkatia visa nyingine isharudi. Kesho kutwa anaondoka naye Jumatatu. Labda watu wanajiuliza Rema ana passport, kumbe kila Doto kitu tayari, passport yote nimemtumia, si nikuonyesheni na visa nikatoa. Kwa hiyo kesho kutwa anaondoka naye. Visa iliisha baada mazonge yale. Sikaa kama miezi miwili. Wewe mwenyewe hata mjomba wako kama alikuwepo alirudi. Sawa Doto, juzi bwana jana Mama Chanja amefanya interview Wasafi pale kwenye kipindi cha Mashamsham. Kuna ile story ambayo ilikuwa inaendelea bwana kwamba Mama Chanja bwana inasemekana Isa anataka kumnunulia nyumba mara hapo kwenye mahusiano, lakini jana Mama Chanja amekataa na amesema kwamba Doto yale ulikuwa unalopoka tu kama utani na vitu kama hivyo. Labda ulikuwa unamaanisha nini? Ni kweli ulikuwa unamtania kwamba Isa na Mama Chanja? Mjukuu wangu hana shida, kwani kaongea lipi basi? Kafafanueni. Kwani nyinyi mnapenda sana mkiasikia maneno mtandaoni muyapeleke haraka haraka. Wewe unaona mahusiano kitu cha mchezo ni? Wewe mwanahabari unaona mahusiano kitu cha mchezo? Ulisema Isa anataka kumpa nyumba. Unaona mahusiano kitu cha mchezo? Kanyoka nani bwana? Lakini Mama Chanja si yuko single bwana. Sijui, unajua wewe mjukuu wangu mimi najua yupo, ana mtu wake. Au unajua Mama Chanja mtu wake nani? Alikutambulisha kumbe. Acha bwana. Wewe kama babu sasa amekutambulisha? Kashanitambulisha babu yake, najua kila kitu. Kwa alichoongea pale kwenye media vitu vya ukweli, si kuongea uongo. Mahusiano sio vitu vya mchezo. Na kwa nini mnapenda sana kumjua mtu wa Mama Chanja? Shida nini? Kwa nini mnataka kujua mambo ya mjukuu wangu? Kwa nini mnataka kuyajua sana? Yaani kila mwanahabari Mama Chanja na Doto babu yake. Mjukuu wangu ana shida na mtu na msitaki kujua haraka vitu vyake. Mwenyewe babu nipo. Mwenyewe ananiambiaga babu ongea hivi ongea hivi. Ndio. Kwa hiyo nitazungumza. Kwa hiyo msiwe na haraka sana. Simtaka kumjua mtu wa Mama Chanja dunia nzima. Ili yani awe naye kabisa, mimi pale nithibitishe mjukuu wangu na mjukuu wangu, mjukuu wake ndo huyu na huyu ndo mwenzie. Basi nipeni kama mwezi. Asma naye amekutambulisha labda babu? Asma amekutambulisha labda? Wote wajukuu zangu wana shida. Bado kunitambulisha, mna haraka gani? Haya, mali tena Shamia kwa hiyo nataka kumjua mtu wa Kichogo. Kichogo ndo mkorofi. Kichogo mkorofi. Kichogo mumnadi mtu wake. Hivi unamjua Asma Kichogo? Bora mjukuu wangu Mama Chanja. Kidogo mzito Kichogo. Mkorofi. Atakurukieni sarakasi. Asma. Vipi lakini kiredio siku hizi mko sawa? Maana nakumbuka mjomba ulikuwa kuna vitu kama alikuwa anakukera fulani hivi. Nani? Kiredio. Yake nani? Vise. Mdogo wangu ana shida. Mbona mnataka kufanya wadogo zangu mwekelo juu? Vise si mdogo wangu ananipigia daily hapa. Hapa yeye kwa na biashara kwenda kumuuzia kiwanja, anamnunulia mjukuu wake. Nani mjukuu wangu mwingine? Anamnunulia mpenzi wake anamnunulia kiwanja. Visa mimi ananiambia vitu vingi Kiredio. Hamna mtu ananiheshimu sasa kama Kiredio, nyinyi mjuaje? Hakuna mtu technician. Kiredio ananiheshimu, mjukuu wangu Kiredio ananiheshimu na yule nani mwenzie nani? Vile. Wana adabu vipi? Wakiniona kwanza wanapaki gari babu. Yaani wanapenda tu kuniona babu yao ni wachekeshe msigombane hivyo. Na mimi napenda nikiona msigombane. Kumbe Doto hadi viwanja pia unauza umesema? Nauza mpaka viwanja bwana. Sina real estate ya viwanja bwana. Nauza viwanja kila siku. Site same gani? Site yangu iko Bunju, Bagamoyo, Kigamboni. Mimi si kama dalali, viwanja ndo kama dalali. Kiwanja popote unakusikia unakiuza. Au ndio unamuuzia Isa? Bwana usinitaje huyo mtu asotaka maisha mwenzie aonekane. Maana huko kama unamwingilia sekta yake tunakuja kwenye magari. Gani bwana? Mtu ana sekta gani bwana? Njoo yake iPhone muuza simu. Weka maji yako hapo pembeni tangazo. Dubai haendi tena. Kachoka kwenda Dubai sasa hivi kwa hapa anabeba maboksi. Unaambiaje wateja wako wa Dubai? Unaambiaje kuuza simu? Analinga huyu mshamba huyu. Angalia ana magari sio 7, unaona umemaliza. Yake iPhone. Waambie wateja wako Mike hizo. Waambie watu wa Dubai nani anakudai. Mwanangu tajiri yo yake iPhone. Oya labda nikwambieni kwenye maisha. Wengi ujue washangaa babu mbona alipotea, babu mbona haonekani, babu mbona namna gani. Kumbe maisha ni nje ya muda. Au maisha wanaambiwa ni subira. Alafu mimi naukubali ujinga. Unaona leo? Mtu mwenyewe kutoka Dubai leo. Oya mdogo wangu unaona? Mtoto wa tajiri Alex Masai. Mdogo wangu. Gari ya mkewe hiyo. Gari ya mke wako hiyo. Gari ya mke wake. Unasikia? Labda nikwambieni kwenye maisha.
Unaona mimi nimetoka Dubai lakini nakubali ujinga. Lakini hapo angekuwa mtu mwingine. Uko wapi? Niko Mikocheni mwisho. Yaani maisha kisa umetoka Dubai ulikuwa Italy. Unaona mimi nimerudi kanzu langu limepauka. Anataka hadi kuonana na watu. Usionane na huyu. Wewe ushakuwa level hii. Wewe. Doto, tunajua sasa hivi ni nyimbo nyingi. Tunajua sasa hivi ni nyimbo nyingi zimetoka, lakini tunaona ulivyoenda Dubai ukawa una ball kwenye yachi, ukawa unamsikiliza Diamond na ukasema msanii kwanza nyimbo yako. Msanii yako quotation Diamond. Weka kwanza nyimbo ya mdogo wangu. Hapo sasa ngoja. Hapo sasa mmenigusa. Nyimbo ya nani? Ya Diamond. Nyimbo ya nani? Ya Diamond. Tunataka kujua. Habari bwana. Dubai maana kaizi. Tunataka Dubai. Acha bwana. Katika interview kote mlikuwa mnazunguka. Yaani mlipokuwa sasa mnapataka na mimi moyo wangu ulizike. Ndio. Hebu rudieni tena. Nilikuwa kwa Dubai nilikuwa nafanyaje? Ulikuwa una enjoy nyimbo ya Diamond lakini pia ulikuwa unasema mmoja ya watu wanaokokotesha pekee ni Diamond. Katika siku mlionifurahisha na habari leo. Katika siku mlionifurahisha na habari leo. Labda tupe sababu. Tupe sababu ya nauli hiyo. Tuko watano bwana, tuko watano. Bado hamjamtaja. Tuko watano. Hebu angalia waandishi wa kule wengine. Kwenye nyimbo ilifurahisha Dubai, nyimbo ya nani? Ya Diamond, I'm so happy. Tunataka kujua kwanza. Inasemekana Doto ni mwoga sana kwenye yachi. Ilikuwaje ukapata ujasiri na kuweza kuisikiliza ile ngoma? I'm so happy. I'm so happy. Yaki, rudisha geti basi, nyumba umepanga wewe unatufungulia geti. Mshamba huyu yake iPhone anatufungulia geti. I'm so happy. Basi Doto, kwa nini ni Diamond na umempa sifa sana zile na ukiwa Dubai la? Ngoja nikwambie. Yes. Nyinyi wana habari mnaongea tu kwa sababu wana habari. Yaani mnajua East Africa nzima, dunia nzima, ulimwenguni, mfalme wa muziki ni mmoja, Diamond Platnumz. Hao wanaoseme yaani ndio wanazidi kumpeleka juu zaidi. Unajua unapomwongelea mtu kutwa, unazidi watu kumshangaa, unampa mafollowers, unampa like, sio umenielewa? Ndio. Kwa hiyo lazima kwanza aongelewe kwa mabaya na mazuri, sababu ndio mtu pekee ambaye anaitangaza Tanzania. Hilo mnalielewa. Diamond ndio anaitangaza Tanzania. Nadhani juzi mmeona show ya Fally Ipupa. Fally Ipupa, yes. Kuna wasanii wangapi hapa? Wasanii wako wengi sana Tanzania. Aloitwa nani? Diamond mwenyewe. East Africa Tanzania. Aloitwa nani? Lakini inasemekana Diamond kaomba ile show kwa Fally Ipupa. Anasema kwamba yeye kaomba show. Sasa mmeona yule kaajiliwa na Diamond amtangaze. Mwijaku. Kweni na akili. Sasa kumbe nyewe rudia tena, huyo mtu mnamtaja nani? Mwijaku anasema kwamba ile show kajipendekeza. Yule mtu wetu yuko Wasafi Beti. Mwijaku kaajiriwa na Diamond Wasafi Beti. Kwa hiyo hapo anaitangaza kampuni ya Wasafi Beti au anamtangaza Diamond. Na ukimtangaza Diamond ndio umeigusa Wasafi Beti. Kwa hiyo yule ni mtu wetu, msishangae. Hivi nyinyi muone kila analifanya Diamond mdogo wangu yule lazima alianze kulirusha. Hivi amsanuki kama yule anatutangaza. Kwa hiyo ndo anazidi kumpa mfalme mafollowers, anazidi kumpa mfalme watu wamshangae. Unajue niangalieni, ukitaka Diamond sasa ujulikane kweli star, anaangaliwa sana. Mwijaku amtaje. Ndio mtajua kumbe Diamond mtu mkubwa. Nani amtaje? Semeni kwanza na habari. Nani amtaje? Mwijaku. Ukitaka Diamond asikike sana, nani amtaje? Basi jibu mnalo. Leo sasa nimekufafanulieni. Na kama mnabisha, sasa hivi yule kichwa mviringo amsemee mabaya mdogo wangu Diamond. Angalieni watu wanavyomwangalia kwenye peji yake. Nyie angalieni watu wanavyomfuata. Angalieni watu wanavyoziangalia nyimbo zake. Kwa hiyo leo muwe na akili, yule kibarua kwamba bila Diamond pia Mwijaku shughuli hana. Hana shughuli Mwijaku bila Diamond. Na yeye atapomtaja Diamond Mwijaku na yeye ndio pale watu wanavyomfuata waandishi wa habari. Sio umenielewa, anapata riziki ya kuonekana. Kwa hiyo yani hapo jibu leo mmelipata. Kwa hiyo yule ndio mfalme. Sawa. Kwa hiyo kwa Diamond kila siku anamuongelea mabaya. Ndio mazuri. Hata kama mimi nitoe nyimbo leo niambie mbaya. Na maana unanitangaza. Yaani pale kageuka kinyume. Njaa mbaya. Njaa mbaya. Wachambuzi wa muziki sasa hivi unazungumzia nini? Huko sipo, mimi sishindana na watu kila mtu na maisha yake bwana. Mimi si mchambuzi wa muziki bwana. Lakini haya, wewe labda unataka kama mimi wachambuzi wa muziki wa shamba. Si ndio nataka wachambuzi wa shamba. Kwa nini ni wa shamba labda? Utajua wewe samani bwana. Utakupiga kichwa ingie kwenye mfereji. Kwa nini wa shamba? Nyinyi si ndio mnataka hayo, mimi mkubwa nyinyi wa shamba nini? Wadogo zangu wana. Kwa nini wewe hutaki kabisa kujiweka kwenye uchambuzi labda? Umesema labda bwana kila mtu na shesta yake bwana. Ndio. Kwa nini unaongeza uchambuzi? Kwa sababu watu kama wana mix wanasema kama ma influencer wamepoteza nguvu sasa hivi ndio maana kunigusa mchambuzi yoyote. Mshamba yote katika uchambuzi wao hizo kunigusa. Doto unasema? Nigusi, mshamba yote mchambuzi anigusi. Wewe mshamba nini? Waambie na wanasikia wa shamba. Mimi sina kufuata bobo ulipo na uchambuzi wako na kupasua. Kwa hiyo ni kama tahadhari ambayo unayotoa. Sina tahadhari, nyinyi ndio mmeanzisha. Mchambuzi wote mwezi kuniletea uchamba wala sio kuniletea mimi. Kwanza mimi mzao ujue, hao wamekuja.
Boni hia. Wao wamekuja ujue. Yaani wanajua akikaa Doto Magari alikuwa mwizi, anavuta sigara bwege, alikuwa na hala stendi anaongelewa mabaya. Kwa hiyo hamna cha ajabu utoniongelea wale mimi wakanishangaza. Sasa nitapasua tu nitamng'ata mtu meno hata na kung'ata meno. Na wachambuzi pia wapo ambao wanamsemea wengo tofauti Diamond. Samahani bwana. Wachambuzi.